Niko na matumaini makubwa msikilizaji mzima wa afya. Karibu sana. Karibu katika ripoti ya leo ya EFM, leo siku ya tarehe 13 ya mwezi wa 3 2025. Huungana nami Veronica Franki hapa EFM kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha. Asante wewe unanifuatilia kwa kupitia radio yako, asante pia ambao unanifuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Napata time pia kusoma ujumbe ambao unanitumia hapa kwenye account yetu ya EFM Tanzania YouTube. Tupo na mkasi wa ndugu yetu anaitwa Batuli, na hata leo tunazidi kusonga mbele na kuyasikia mengi ambayo ndugu yetu Batuli anashia pamoja nasi. Jana kuna mahali tuliishia. Batuli ameona mambo yameshakuwa si mambo kwa upande wake. Kusema arudi nyuma anaona hapana. Batuli ameamua ndani ya moyo wake na kumpa ukweli mume wake mtarajiwa, kama hayo ndio aliyokuwa anatamani kwenye maisha yake, basi na ayafanyie kazi. Akimaanisha anataka kwa mwanaume huyu amwache rasmi mke wake, ampe talaka, wagawane vitu wanavyoweza kugawana, na yeye pamoja na huyu mwanaume waanze maisha mapya. Yani afunge ndoa. Kama furaha yake kweli iko kwake, basi na athibitishe kwa hayo ambayo Batuli amemweleza. Karibu sana msikilizaji, tusikie mengi zaidi. Je, mwanaume huyu kizuizi ni kipi hayo mahusiano yake na huyo bi mkubwa? Ni mali ndizo ambazo zinafanya washindwe kuachana, kwamba hataki mgawanyo wa mali na ndio maana hajampa talaka? Ni kweli kwamba mwanamke huyu ndo anagoma kupokea talaka? Nini ambacho kiko nyuma? Basi karibu sana, leo tusogee mbele zaidi msikilizaji na tuyasikie haya ndugu yetu anaitwa Batuli akishia nasi. Tunao wahisani wetu katika sehemu ya kwanza ya ripoti ya leo. Wanatupa nafasi, hawa si wengine ni Tanzania Commercial Bank. Jamani, Tanzania Commercial Bank ni benki ambayo inafanya vizuri sana nchini Tanzania, na wako na mambo mazuri kwa ajili ya wanawake. Ndiyo, kila mwanamke mwenye harakati zake zozote anazozifanya, basi nikwambie Tanzania Commercial Bank inakutambua wewe mwanamke ambaye unajishughulisha na shughuli zako. Inawezekana ni biashara ndogo ndogo za hapa na pale, lakini zinakuwezesha kusolve mambo yako mawili matatu kimaisha. Sasa Tanzania Commercial Bank wameona wana sababu ya kumfanya kila mwanamke atabasamu. Yani mimi mwanamke nilio hapa studio, na wewe rafiki yangu ambaye sasa hivi unasikiliza, basi Tanzania Commercial Bank inakutaka wewe utabasamu. Kwa nini? Kwa sababu imetuletea akaunti ya tabasamu. Hii akaunti ya tabasamu ni kwa kila mwanamke ambaye ana shauku ya kutamani kuona anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu hii akaunti ya tabasamu inaenda kumuinua mwanamke kiuchumi kwa ukubwa sana. Ndiyo, na hili ndilo lengo kubwa la akaunti ya tabasamu, ni kumuinua mwanamke kiuchumi. Hii akaunti inakuwezesha wewe kujiwekea akiba na kuweza kufikia malengo yako. Inawezekana ni malengo binafsi ya kifedha, inawezekana ni malengo ya kikundi. Ndiyo, unapofungua akaunti ya tabasamu, kwanza nikwambie unakuwa umefungua akaunti sahihi kwa wewe mwanamke. Kwanza unafungua kwa kiwango kidogo sana cha fedha. Unafungua akaunti ya tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania, na ni rahisi sana kufungua account kwa sababu unaenda tawi lolote lilo karibu na wewe na Tanzania Commercial Bank. Ukifika pale na 5,000 yako, waambie nataka kufungua account ya tabasamu. Hii ni account ya kumuinua kweli mwanamke, kwa sababu hakuna makato ya mwezi. Unajua account waga zina makato ya mwezi, si unajua rafiki yangu, mwanamke mwenzangu, si unajua waga wanakata kila mwezi kuyako makato. Lakini kama mwanamke huyu ambaye anatakiwa kuinuka akikatwa inakuaje? Kwa hiyo hii akaunti ya tabasamu haitamkata mwanamke yote makato ya mwezi. Lakini utakapojiunga kwenye akaunti ya tabasamu una nafasi ya kupata mkopo mwanamke mwenzangu. Iwe ni kikundi au iwe ni wewe binafsi, unaweza kukopa mpaka shilingi milioni 150. Yani kukopa, yani kuko nje. Unaona, ilimradi tu wewe ni mwanamke na umefungua akaunti ya tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Lakini ina punguzo kubwa sana la bima mbalimbali. Hapa tunazungumzia bima za maisha, tunazungumzia bima ya elimu kwa mtoto wako. Usiseme sijakwambia.
Maana sasa hivi kila mwanamke anaenda kufungua akaunti ya Tabasamu. Kama we bado, chukua hatua, nafika kwenye tawi lilo karibu la Tanzania Commercial Bank ufungue akaunti ya Tabasamu. Mwanamke, huu ni wakati wa kuwa na akaunti yako inayokujali, akaunti ambayo inakufikiria we mwanamke na kukupa mambo makubwa. Na hii ni akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank, wakikwambia una kila sababu ya kutabasamu. Ndio tuko tunazungumza hapa kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Batuli anatueleza haya. Batuli anasema haya ndio yalikuwa maamuzi yangu. Haya ndio yalikuwa maamuzi yangu mimi Batuli. Nimweleze mwanaume huyu ayafanye haya ili basi tuendelee na maisha mengine. Sawa. Aliniambia sawa. Nyakati hizi huyu mwanaume ananiambia sawa, mimi nilikuwa bado niko nyumbani kwetu. Bado niko nyumbani. Utakumbuka maelezo niliyokueleza. Uchumba wetu, hatua zetu, na mpaka haya mambo yanatokea. Niko bado nyumbani. Siku zinazidi kusogea na mtoto anazidi kukua, na hiki ndicho ambacho mimi nimempa kama nafasi ya mwisho akitekeleze na tuendelee na maisha yetu. Batuli anasema anayazungumza haya, najua kuna mwanamke mwenzangu sasa hivi anaweza akanielewa ambaye yuko kwenye mahusiano. Inawezekana uliingia kwenye mahusiano ya mume wa mtu ukiwa unajua. Mimi sikuwa najua. Inawezekana una date na mume wa mtu na unajua. Na inawezekana mpaka sasa hivi umeshamzalia mtoto. Sijui anakuambia nini. Anakuahidi nini? Anakuoa unaenda kuwa mke wa pili, au anakuambia yule mwanamke mimi nimejichunguza, nimeona sio mwanamke ambaye nilipaswa kumwoa. Nimejigundua sikumpenda. Yule haikuwa chaguo langu. Nililazimishwa na rafiki, nililazimishwa, au yeye sijui ilikuwaje nikajikuta namuoa. Lakini sio mwanamke wa type yangu. Sijui anakuambiaje kwamba hakumpenda, lakini wewe ndo anakupenda zaidi. Kwenye mahusiano kuna mambo mengi sana. Yeye sijui anakuambia nini. Lakini mimi sasa hivi ananiambia yule mwanamke alikuwa hajifili akiwa naye kama anavyojifili akiwa na mimi. Na ni mwanamke mwenye makwazo ambaye imefika kipindi amechoka hayo makwazo. Kwangu ndio anapata amani ya moyo. Batuli anasema niko hapa nimekaa. Nasubiri hizo action, nasubiri hizo hatua. Na yakumbuka haya kwa sababu ndugu yangu mmoja aliniambia. Huyu ni ndugu yangu ambaye amekuwa akisema nami kwa mambo tofauti nayo yataka mimi. Unajua kwenye maisha kuna mtu anakuwa anakuambia vitu ambavyo wewe hutaki kuvisikia. Unavipinga siku zote kwa sababu hutaki kuvisikia. Unataka kuvisikia vile ambavyo viko ndani yako na unavifurahia, unaviamini pia. Yeye alikuwa akiniambia kila kitu kinyume, na mpaka nilikuwa naona kama ni mtu ambaye yeye mara zote anasimama kwa ajili ya kupinga mambo yangu. Aliniambia Batuli, wakisema ndoa iheshimiwe, hii maana yake kubwa sana. Ulikuwa hujui, umejua ni mume wa mtu. Kwa nini unataka atoke kwa yule aje kwako? Na unadhani anaweza kweli akatoka kule akaja kwako? Umekaa hapa nyumbani unasema huo ndio msimamo wako. Unadhani yule mwanaume anaweza kamwacha mke wake akaja kwako? Hawa watu ambao wametoka mbali, haijalishi wanapita katika yapi, haijalishi wanatengana kwa muda gani, huwa wana tabia ya kutengeneza. Wanafikaga vipindi wa akili zao zinarudi kwenye akili zao timamu, wanatakaga kurudi kwa wake zao. Huyo mwanaume asikupotezee muda Batuli. Hicho unachokitaka hawezi kukupa. Wewe unachotakiwa uhakikishe unaweka mazingira mazuri ya mtoto wako.
Wakati huu ambao anazidi kukudanganya, ungemwambia akujengee nyumba kwa ajili ya mtoto wako. Ungemwambia akufungulie biashara kwa ajili ya wewe kufanya hiyo kazi na kutunza mtoto wako. Kwa sababu mwisho wa siku atakachokwambia, atakwambia wewe unanisumbua sana, ninaomba tu mtoto wangu tamlea mwenyewe. Na huenda akampelekea yule mwanamke ndo akalea mtoto wako. Niliposikia haya nilichukizwa, nikamwambia kwa nini wewe unapenda sana kuzungumza mambo yangu ya kesho, tena unazungumza kwa ubaya? Aliniambia hivi ndivyo mimi naona. Migogoro ya hiyo ndoa yao ni ya miaka mingi. Kwa nini walishindwa kuachana? Hujiulizi kwa nini hawajaachana mpaka sasa? Leo wewe ndio unataka kumforce huyu mwanaume afanye hayo maamuzi. Wanaume wana tabia uongo. Batuli anasema huyu ni ndugu yangu, akiniambia na kuchana live, ukiyakubali sawa, ukiyakataa sawa. Mimi nakwambia, maana mimi nachoona hapa ni mtu anakupotezea muda na anazidi kukutumia. Ndio haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Batuli. Wakati huu msikilizaji, nami nikiendelea kwa shukuru wahisani wetu ambao ni Tanzania Commercial Bank, ambao wanatupa akaunti ya Tabasamu, ambao sasa ni kwa kila mwanamke. Mwanamke mwenzangu, nenda kafungua akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Nenda kafungua akaunti kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Nenda kafungue katika tawi lililo karibu la Tanzania Commercial Bank na ufurahie akaunti ya Tabasamu. TikTok, Capital E. Ripoti ya leo sehemu ya kwanza imeletwa kwenu na Tanzania Commercial Bank. Taji kanipa cheo, malengo najenga leo, nina hamu ya kupanda kazi za maisha, ukizani sitawaza, ninatoka gizani na nyuma sirudi, nataka ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank ni ya kila mwanamke wa nguvu. Fungua akaunti yako leo, maisha yako yabadilike. Tabasamu. Tanzania Commercial Bank, growing stronger together. Najua huu ni mwezi wa mfungo na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga. Kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart touch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie. Na kwa wale wa DSTV, ukipanda tunakupandisha. Yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanya biashara, hii ni fursa na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0622 tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3 Mwenge. Mnadani EFM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. Yes, tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kuyasikia haya, ndugu yetu anaitwa Batuli akiendelea kushare pamoja nasi. Batuli anasema sikupendezwa na maneno haya. Sikupendezwa kabisa na maneno haya, lakini nikwambie kitu. Ziko nyakati zilifika na jiuliza ni nini ambacho kiko ndani ya moyo wa huyu mwanaume. Ananiambia nakupenda sana. Ananiambia wewe ni mwanamke wa maisha yangu. Ananiambia furaha yangu iko kwako. Lakini lile tendo la yeye kumwacha huyu mwanamke kiofficial, alikuwa kila siku anasingizia mambo.
Ndugu yangu huyu aliniambia katika kitu ambacho unatakiwa kuepuka sana, huyu mwanaume anaenda kukuzalisha mtoto wa pili. Utabaki single mother wa kulea watoto wawili. Tena itakuumiza sana, kwa sababu muda wote anakuambia vitu ambavyo una matarajio na kati hivyo vitu havipo. Ninagombana na huyu mwanaume, namwambia uliniambia hivi, mbona naona mambo yako hivi? Yani mbona mimi sielewi? Batuli anasema nyakati nikiyazungumza haya huwa natamani kila mwanamke mwenzangu ayasikie. Batuli anasema maneno mengi huyu mwanaume alikuwa akiniambia, hasa kuhusu ndoa yake, kuhusu mambo ya talaka, yalikuwa ni uongo. Nakumbuka na nataka nihamie kwake. Unajua nimekuwa na misimamo kusema mimi na nini ndio nimezalishwa, ni kweli, lakini nataka mwanaume nionyeshe msimamo wangu, afanye action, kwamba nisije kurupuka kama vile sio unaingia kwenye ndoa ambayo tayari umejua hivi. Nataka aache, tupate rasmi kabisa, divorce imetoka, anioe mimi kwa amani, yani kwa amani. Nataka niende kwa kwake, yani tukae sasa, ile sio mimi naenda nyumbani naenda kwake, yani nahamia. Na Batuli anasema hilo jambo sio kwamba nataka sana ushirikiano hapa, sio kwamba nataka sana mashauri ya watu kunishauri nenda, ni mimi naona hapana, niende tukapambane hapo hapo. Batuli anasema alinitafuta huyu mama, yani mke wa huyu mimi nilikuwa nasema alikuwa, kwa sababu alikuwa kwenye migogoro, hawajajihusisha mahusiano. Hasa kama watu wamekaa miaka 3, 4, 5 hawajawahi kujihusisha mahusiano, hiyo si inakuwa ni ndoa ambayo imekufa, si ndio jamani? Kwa hiyo mimi nasema aliyekuwa, kwamba hapa kilichosalia ni vithibitisho kwamba watu wameachana. Batuli anasema alinitafuta huyu mwanamke, na alinitafuta kwa njia ya simu. Akaniambia nasikia umeamua kuhamia kabisa na kwake mwenzangu, unataka sasa hivi uwe rasmi kabisa, unipindue mimi ukae wewe. Mimi nikamwambiaje, migogoro yenu usinihusishe mimi, migogoro yenu pambaneni nyie na migogoro yenu. Akaniambiaje, mbona tulikutana tuliongea vizuri? Kwa hiyo sasa hivi unachopambania sasa hivi, yani uone kwamba uko na karatasi anakuonyesha divorce hii hapa, ndo unachokingoja rafiki yangu kipenzi eti, na umekaa hapo, wewe ndo mama, wewe ndo kila kitu, una mpango wa kumzalia ni mtoto wa pili nasikia. Nikamwambiaje, migogoro yenu usinihusishi, kama malizana naye. Akasema huyu ni mume wangu my dear, mimi hivyo vita vingine waga sipigani. Na ndio maana ulivyoniambia ulikuwa hujui, nilichukulia ni mwanamke ambaye kuna mwanaume amekudanganya. Na ndio maana nikakwambia kama ulikuwa hujui sasa umejua muache. Lakini kumbe mwenzangu ulikuwa unaningonga, mimi ndo sipendwi ila wewe unapendwa. Akaniambia hivi, huyu ni mume wangu na kamwe hawezi kuniacha. Ataenda kaskazini, ataenda kusini, ataenda magharibi, ataenda huko, na wewe ukiweza nenda karoge, roga kwenye kila kabila, lakini haitabadilisha huyu ni mume wangu. Najua tu ni muda tu, lakini nachojua atarudi. Wewe ujiulizi kwa nini mwanaume anipe talaka? Ujiulizi kwa sababu anajua mimi ni mke wake, na anajua mimi ni mke wa ujana wake, na hawezi. Ataongeza idadi ya wanawake nyinyi msiojielewa, ataendelea kuwazalisha kwa sababu ni mwanaume anapenda watoto,
atawalea watoto wake, lakini nyinyi mtaishia hivyo hivyo kama wewe unavyoishia. Nikamwambia ndio unavyojidanganya eti? Ndio umenipigia simu unieleze hivyo? Nikamwambia ngoja nikwambie, mwenye maamuzi ni mwanaume. Kama season yako ilishaisha. Kama ulipata nafasi kuteka moyo wa mwanaume na ulishindwa, moyo wa mwanaume umeenda kwa mtu mwingine, usike ukaanza kuhukumu hao watu ambao moyo wa mwanaume umeenda kwao. Jiangalie wapi ulipodondoka, rekebisha. Akija mtu mwingine kwenye mahusiano yako, usifanye makosa uliyofanya mwanzo. Akakwambia kwa hiyo anakudanganya nini? Anakuambia tumegombana kwa sababu gani? Wewe ndio unayejidanganya. Nikamwambia naomba uniache. Naomba uniache kama mimi nilivyoamua kukuacha. Naomba kila mmoja achukue time yake. Fuata yako nifuate yangu. Akaniambia nashukuru. Asante sana. Na mimi nikakata simu. Batuli anasema hapo mimi sasa hivi nataka kula sahani moja. Yaani tule sahani moja ile man to man na huyu mwanaume. Batuli anasema migogoro ya mimi na huyu mwanaume ni kwa nini hili jambo limestack. Leo anaongea uongo huu, kesho anaamka anaongea uongo huu. Kesho kutwa anaamka uongo huu, kesho kutwa anaamka uongo huu. Rafiki yangu alikuja kunitembelea hapa nyumbani. Hapo sasa nimekaa hapa kwa huyu mwanaume toka nimetoka kule nyumbani, nimekaa siku zimesogea. Yaani siku zimesogea niko hapa. Batuli anasema rafiki yangu akaniambia wewe, yaani mbona hakuna chochote kinachoendelea? Nikamwambia nani acha tu. Akaniambia lakini yeye anasemaje? Anasema kila kitu atakifuatilia. Nitulie tu. Haya mambo sio marahisi kama ninavyofikiria. Huyu mwanamke anasumbua sana. Mwanamke anasumbua nini? Mwanamke hataki kukubali talaka. Anasema vitu ambavyo yani vigumu sana, anataka yani vitu vigumu, kwa hiyo bado anaendelea kufuatilia. Rafiki yangu akaniambia, "Hivi unajua kuna wanaume wengine wagumu kutoa talaka kwa sababu hawataki kuachilia." Ani hawataki kuachilia. Kuna nyumba walijenga pamoja, kuna mali walijenga pamoja, unaweza kukuta kuna miradi, kila mradi aliyokuwa nayo mwanaume kuna mwanamke anahusika humo ndani. Huwezi ukajua mchango wake huyo mwanamke kwa maendeleo yake. Unaweza kukuta kile, kwa hiyo hivyo vitu vinavyoenda kwenda kufanywa watu wanaenda kutoa talaka, hivyo vitu vyote vinatakiwa viorodheshwe. Kwa hiyo huyu mwanaume pengine anaona kuna gap kubwa sana inaenda kutokea. Na ndio maana siku zote amekuwa na anarukaruka ili jambo lisiwe na ukamilifu, kwa sababu kuna mambo hapa yanaweza kaenda kutokea. Nikamwambia hayuko hivyo. Hayuko hivyo, mimi nakwambia hayuko hivyo. Akasema Batuli, tunajifunza kila siku. Mimi ninavyofahamu Batuli, mwanaume akimchoka mwanamke, yani mwanaume akimchoka mwanamke wako ndani ya nyumba, yani kuna vitu ambavyo vimefika kipindi huyu mwanaume amechoka. Huyu mwanaume anaweza akaondoka na begi tu au na nguo tu alizovaa, akaacha vyote, akaachilia vyote, akaenda kwanza upya. Ina maana huyu mwanaume wako yeye kwenye hilo zoezi ni gumu, kwa sababu huwezi ukajua kwenye kuanza aliwezeshwa na huyu mwanamke, kwenda kuanza upya itamgharimu. Hawezi kuanza au kuanza kwa magawanyo hayo ambayo labda kila kitu kuna huyo mwanamke anahusika kwenye vitu vyake, na ndio maana hataki kutoa hiyo talaka. Anataka wewe uwepo, unaona, na huyu mama awepo. Labda kama huyu mama itafika kipindi yeye mwenyewe akaamua kusalenda kwamba mimi nimepata mtu wangu, sasa nataka kuolewa. Sasa ni ngumu sana kwa labda kwa huyo mwanamke, unaona. Nikamwambia kwa nataka kusema nini? Nataka kusema wewe unachokingoja inaweza kaa hakipo. Nikamwambia hakipo vipi? Yani hakipo vipi? Yani hakipo vipi? Nimeshakwambia haya mambo ni ya kisheria, haya mambo hayaendi haraka haraka kama hivyo unavyosema wewe, na ndio maana niko nasubiri. Akaniambia lakini angalia Batuli, usije ukazaa mtoto wa pili. Nikamwambia mambo mtoto wa pili anatoka wapi? Kwani mimi sina akili timamu?
ina maana mambo mengi ambayo nilikuwa na ndoto nayo yamebadilika. Nimebaki sehemu nimestack. Yani niko mahali nimestack. Batuli anasema nazungumza, ikawa siku moja, ikawa wiki, ikawa miezi 6, ukawa mwaka, ukawa miezi 6, mwaka 1.5, ikawa miaka 2. Nataka nikwambie, Batuli anasema hakuna kilichobadilika. Hakuna kilichobadilika. Nilivyoishiwa kutolewa posa na kuvalishwa pete, nilivyoishiwa kuzalishwa, basi imebaki hapa, niko hapa. Batuli anasema nakumbuka sana. Siku moja rafiki yangu aliniambia, huyu rafiki yangu alikuwa amekuja hapa nyumbani, mimi nakaa hapa na huyu mwanaume. Akasema najisikia kuchoka kweli. Nikamwambia ni nini rafiki yangu? Yuko yani mwili wangu umechoka. Tumeongea hivyo, nikapika chakula tukala. Akasema najisikia kama kutapika hivi. Akaenda akatapika. Nikamwambia rafiki yangu, kwani ujisikie hivyo? Kwa nini? Akasema sielewi. Anacheka. Yani sitaki kuamini. Kwani nimeshika ujauzito? Nikamwambia umeshika ujauzito? Mbona hujaniambia kuhusu huyo mchumba kukupa ujauzito? Kwa sababu rafiki yangu ni aina ya watu ambao yani sio wazungumzaji sana wa mambo yao. Lakini namjua boyfriend wake wa mwisho, namna ilivyotokea, ilikuwaje najua. Kwa hiyo hatujashare kama kuna mahusiano mengine yuko nayo. Kwa hiyo mimi nikamwambia wewe usije kuniambia kuna mahusiano umeingia tu kichwa. Akaniambia yani hata sitaki kuamini. Itabidi hata ninunue kipimo nijipime. Nikamwambia wewe usije kuniambia kweli ni ujauzito. Mimi nikamwambia hata tumtume mtu atafute kipimo tupime. Kwa hiyo kweli tukatuma mtu akatuletea kipimo tukapima. Kweli ni mjamzito. Nikamwambia wewe hii mimba ni ya nani? Akasema sielewi. Nikamwambia ni huelewi vipi? Akasema sitaki kuamini. Hutaki kuamini vipi? Yani ina maana hiyo mimba imeshuka? Akasema kuna mtu tu. Yani kuna mtu tu, sielewi yani sitaki kuamini. Yani nimeshaanza kuchanganyika kwa sababu yani hatujawa na plan hiyo. Imetokea tu, tulikuwa just tuna enjoy. Ndio maana nimeshtuka. Kweli pale nikamwona kama yani huko anatabasamu, huko anashangaa, na akasema kuja mimi niondoke. Akaondoka. Lakini hakunifafanulia kiundani zaidi kwamba ile mimba ni ya nani. Batuli anasema basi mimi nimetulia, unajua mimi na mambo yangu sasa hivi ambayo yananisonga, niko na migogoro na huyo mwanaume. Lakini kuna muda nasema tu ngoja ni chill, ngoja tu nitulie tu kwanza. Nimwangalie kwanza mtoto wangu. Batuli anasema rafiki yangu ni kweli ni mjamzito. Na mimba inaanza kumsumbua. Namuuliza rafiki yangu, hii mimba ni ya nani? Ananiambia yani hata umjui, hata nikikwambia ni hata umjui. Nikamwambia wewe tunazungumza mambo mangapi? Yani ulikuwa kwenye mahusiano, ina maana umekutana naye mara moja umpata ujauzito. Yuko naweza nikaelezea hivyo. Na ndio maana yani inakuwa sina maneno mengi ya kuzungumza rafiki yangu. Naambia hivi dunia leo kweli unaingia tu na mahusiano kichwa hivyo? Anasema yani sielewi nini kilichotokea kwenye maisha yangu. Basi mimi nikawa namsikitikia. Ndio ni umri ambao ni sawa kupata mtoto, ni jambo jema, lakini sio kitu ambacho alikuwa ameplan, kwa sababu angalau ampeleke mtu nyumbani ajitambulishe na nini. Hatua hizo ambazo tulikuwa tunazungumza, uingie kwanza kwenye ndoa ndio uje upate mtoto. Mimi tu imetokea hivi, sio kwamba nilikuwa natamani iwe hivi. Na ndio maana nilisema basi mtoto akiwa amefikisha umri wa mwaka 1 basi tufunge ndoa. Lakini sasa mwaka 1 ushapita, miaka 2 ishapita, haijatimia. Lakini sio kwamba nilikuwa natamani iwe hivi ambavyo imekuwa. Ndio Batuli anasema basi mimi kwa sababu nashirikishwa kwa namna hiyo, mimi nikatulia. Huku mambo yangu yanaenda hivyo ndivyo sivyo. Huku rafiki yangu pia sasa naye ndo ujauzito wake unazidi kukua, na hajanieleza kiundani zaidi.
Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Batuli. Batuli anasema ujauzito wa rafiki yangu ulifikisha mpaka miezi 5. Na alinipenda sana rafiki yangu alivyokuwa mjamzito zaidi. Yani niandalie kitu fulani naweza nikaja nikala hapo nikapita nikala. Basi namwandalia na kuja anakula. Namwambia vipi kuhusu huyo mwanaume anasemaje? Anasema story ndefu. Yani story ndefu. Hanipi moja kwa moja ni nini hichi ambacho anataka kuniambia. Sasa unajua uwezi ukamforce mtu kukwambia. Tunakuwa na marafiki ambao tunawajieleza sana kwao. Tunamueleza asubuhi, unamueleza hiki, mchana unamueleza hiki, yani kila hisia unayoipata unamueleza. Lakini yeye kuna vitu anakuambia, kuna vitu hakwambii. Kwa mfano hata picha huyu mwanaume mimi hakunionyesha. Na kati mimi yani nikipatwa na jambo mtu wa kwanza kumuelezea waga ni yeye. Lolote anajua najisikiaje kwa huyu mtu, anajua niko na huyu, anajua na mipango gani, lakini yeye hapana. Yeye huzungumza machache tu, wewe ndo useme ya kwako sasa. Na mimi watu tuko na watu wa karibu wa namna hiyo. Batuli anasema mimi nikanyamaza. Lakini nikagundua kuna mtu ambaye anampigia sana simu. Anamuelezea anavyojisikia nini, inaonekana namwambia na kutumia pesa, lakini mimi haniweki wazi. Niende mapumziko dakika chache msikilizaji, na mimi nitarejea hivi punde. TikTok Capital E. Najua huu ni mwezi wa mfungo na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3. Njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga. Kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart touch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie. Na kwa wale wa DSTV, ukipanda tunakupandisha. Yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanya biashara, hii ni fursa. Na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0622 tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3 Mwenge. Mnadani EFM 103.3 Mbeya. Ripoti ya leo. Yes, ndugu yetu anaitwa Batuli akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Batuli anasema basi nayakumbuka haya majira tofauti kwenye maisha yangu. Nayakumbuka siku nyingine tena. Batuli anasema kati mimi mambo yangu huku hayaniendei vizuri kwa upande wangu. Niko na rafiki yangu ambaye ni mjamzito na mimi niko naye karibu sana. Muulize unajisikiaje, kwa sababu mimi na experience sasa, kwa sababu mimi ni mama. Kwa hiyo kuna vitu namtoa wasiwasi, ananiambia najisikia hivi, naambia usiwe na wasiwasi. Kila kitu kitakuwa sawa, inakuwaga hivi. Ninampa ushirikiano sana. Nakumbuka na rafiki yangu mmoja alinipigia simu. Huyu rafiki yangu nilikueleza nilishawahi kufanya kazi ya duka kwa mama mmoja, na huko nilikutana na mwanaume yule mtu mzima, yule mubaba. Huyo rafiki yangu alikuwa anakaa maeneo ya kule. Sasa maisha na nini, mimi sasa hivi niko na maisha mengine na nini, lakini tunawasiliana mara moja. Alinipigia simu. Mambo Batuli, nikamwambia poa za siku. Basi nikafurahi kupokea simu yake. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Hongera bwana, naambiwa umejifungua, naambiwa umeolewa. Nikamwambia yes, namshukuru Mungu. Mtoto sasa ni mkubwa sana sasa hivi, yani mkubwa. Unaendeleaje na wewe? Nikamwambia naendelea vizuri. Akaniambia nasikiaga yule mbaba hamkufanikiwa kuoana, ulipata mwanaume mwingine. Nikamwambia walimwengu jamani, mna maneno. Lakini ni kweli sijaolewa na yule. Naambia yule mbaba alikuwa anakupenda Batuli.
Ndio hivyo, unajua kila kitu anapanga Mungu mwenyewe. Haikufanikiwa. Akasema lakini Batuli, kuna kitu nikuulize. Samani lakini umbea, lakini naomba nikuulize, kwani wewe ulivyoachana na huyu mbaba alipata mwanamke mwingine? Nikamwambia sitajuaje, nitajuaje mimi? Yaani unaniuliza habari za ex wangu jamani. Tajuaje mimi? Na ana uhuru wa kuwa na mahusiano, ana uhuru wa kuwa na mwanamke, akaoa, akawa na maisha yake pia. Akasema eti ni kweli, lakini wewe mbona watu wanasema maneno ya chini chini lakini? Nikamwambia maneno gani? Yule rafiki yako mbona ndio mtu wake? Nikamwambia rafiki yangu yupi? Rafiki yako wewe, akimtaja mpaka jina lake. Unajua huyu ni rafiki ambaye mimi nikisimama pale kwa watu ambao wananijua lazima wamjue. Ushawahi kuwa na rafiki wa namna hiyo? Yaani ukiniona mimi utaniona nimetangulia, lakini yeye atakuwa yuko nyuma. Urafiki ambao ni undugu. Mimi nikamwambiaje? Yaani wewe, yaani ingekuwa hivyo si ningejua, na mimi ningejua jamani. Kama mimi hapa namuona mwanaume anafaa, mimi simuhitaji, nikamwambia rafiki yangu kwamba huyu anaweza akakufaa wewe, ingekuwa hivyo. Lakini sio hivyo. Yule ni baba ambaye naye ana maisha yake, anakutana na watu wake huko hivyo. Akasema lakini watu wanasema, na nasikia hata ujauzito alionao ni wa yule mbaba. Mimi nikasema basi nikataja ule mtaa ule, nikasema nyi watu wa ule mtaa mna maneno nyie. Akasema alisemwalo lipo mwenzangu. Mbona sisi wanawake waga tunazungukana? Wewe ndio unashangaa. Sisi wanawake mbona kuzungukana ni kawaida yetu. Unamuona mtu ana fursa, unaona hapa pana mpenyo, wewe unaweza ukaona mtu afai, mwenzako akamwona anafaa. Nikamwambia hamna kitu kama hicho. Hamna kitu kama hicho. Haya poa Batuli. Nikamwambia poa. Yaani huyu mtu nikikwambia hatujawasiliana muda gani ni muda. Kwa hiyo amenipigia simu kunichimba huo ubuyu. Kwa hiyo ina maana ubuyu labda mambo yamezungumzwa na mimi, kwa sababu sasa hivi niko busy na nakaa mbali. Haya mambo najuaje? Yaani nilisha watu ambao ulishawaacha huko mbali kabisa. Lakini nilijiuliza kwa nini huyu mtu aniambie sentence. Mimi nilichukua simu yangu nikampigia moja kwa moja rafiki yangu. Nikamwambia jamani, leo nimepata simu hata nimecheka. Nikamtajia moja kwa moja yule msichana. Si unamkumbuka fulani? Akasema yule rafiki yako Mapepe yule. Nikamwambia kakupigia? Nikamwambia kanipigia simu hapa kaniacha hoi. Kuhusu nini? Nikamwambia kwanza anaanza kuniuliza habari za mbaba. Nasikia uliolewa lakini ukolewa na mbaba. Nikamwambia ndio, anapanga Mungu. Akaniambia bana, unajua yule mbaba ana mwanamke sina nini na nini. Mimi sasa namueleza rafiki yangu. Rafiki yangu akasema nikamwambia unajua eti ananiambia eti rafiki yako unajua ndo rafiki yako amembebea mimba yule mbaba. Akasema yani rafiki yako yupi? Nikamwambia si wewe hapo. Akasema huyo Batuli. Msubiri kwanza. Akakata simu. Batuli anasema anapiga ile simu haipokelewi. Nikamwambia rafiki yangu vipi mbona upokei simu? Akaniambia hivi, nakuja, sijisikii vizuri, nakuja ukoko nielezee vizuri. Nikamwambia sawa mama K, sawa. Batuli anasema basi mimi nikawa nimetulia nyumbani. Kweli akaja shoga yangu na kitumbo chake, maana siku sasa zinasogea. Shoga yangu kaja na kitumbo chake, kachoka hapo, kanyosha miguu kwenye mkeka. Nikamwambia simu yako ina shida gani? Nilikuwa nimechoka kuongea na simu. Nikamwambia sawa. Vipi lakini unajisikiaje? Sijaamka vizuri leo. Nikamwambia sawa. Ubuyu nimekwambia umeusikia? Wewe hujawahi kusikia hizo tetesi watu wanasema hiyo juu yako? Akaniangalia. Akasema Batuli, ni ukweli. Sio kwamba anaongea uongo.
Batuli anasema ili nyamaza, yani unajua mtu anakuambia sio kwamba uongo, ni ukweli. Nilimwambia rafiki yangu unasema? Akasema ndio, ni ukweli Batuli. Hii mimba, akinitajia jina la yule mbaba. Nikamwambia rafiki yangu, hii mimba ni ya yule baba? Akasema ndio. Nikamwambia wewe, imetokeaje rafiki yangu? Yule mwanaume si ndo alikuwa ni mbaba, mtu mzima hafai? Yule mwanaume si ndo anagubu, watu wazima wanagubu? Yule mwanaume si ndio anaweza akawa na mwanamke ameoa anaficha siri? Yule mwanaume si ndio watu waeji kama ile wanakuaga hawana hata nguvu, wadhaifu, wana maradhi? Unazungumza kitu gani? Unanitania? Yani hapo unanitania kwamba kile yani unanifanyia jokes kwamba utakuja kuniambia baadaye sio kweli. Akaniambia Batuli, hakuna uongo, ni kweli mimba ni ya mbaba. Nikamwambia acha utani wewe. Imekuwaje? Mlianza mahusiano lini? Ulikuwa unampenda hata nikiwa naye? Mbona hujai kuniambia? Akaniambia Batuli, unataka tugombane? Utagombana na watu wangapi? Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Kwani mimi nimegombana na watu wangapi? Akaniambia nisamehe, sikutaka iwe hivi, bahati mbaya ilikuwa. Nikamwambia kwa nini unaniomba mimi msamaha? Uniombe mimi msamaha kwa sababu yule ni mume wangu? Sio mume wangu mimi yule. Sio kama nilimwacha nikiwa sina akili timamu, nilikuwa na akili zangu timamu. Kwa nini wewe ukaenda kwa mwanaume ambaye mara zote tunampinga madhaifu yake, tunasema hafai, ni mzee? Kwa nini wewe uende kwake? Batuli anasema katika vitu ambavyo mimi kwenye maisha yangu nimekutana navyo na vikanishangaza, hii nayo ni moja wapo. Nikasema kumbe kuna vitu tunaona, kuna watu tuko nao wanayotuambia sio yanatoka ndani ya moyo. Rafiki yangu, ninakwambia ilikuwa ikifika sentensi za kumzungumzia huyo mbaba, ukitoka hapo unasema mimi huyo mzee sio type yangu, nitafute mwanaume wa hadhi yangu. Ananiambia Batuli, umekata tamaki ya sicho mpaka unataka kuolewa na mbaba? Mtu mzima kama yule, una feel proud vipi kuongozana na mbaba kama yule? Msichana kama we mrembo, una deserve. Yes, huyo ndio mwanaume anayekufaa, yule kijana. Ila huyu ambaye ananipenda sana, wewe au ashaisha hawa, ujana wao amekula na nani? Mpaka ukitoka unajitazama kwenye kioo, lakini kweli mimi mbona bado kijana? Kwa nini date na mzee? Yeye anaenda kumbebea mimba mzee? Huyo mzee ambaye tulikuwa tunamcrush, huyo mzee. Hapa mjini hapa mjini ni pazito. Wanawake wa mjini ni wa kuogopa. Usiamini kitu anazungumza mwanamke wa mjini, usiamini. Usikiamini hata kimoja, usikiamini. Tuko hapa, namwambia rafiki yangu, unawezaje kuwa na ujasiri sasa hivi umekana tumbo lako hapa, unaniambia mimi hizi sentence, na unaniambia kwa ujasiri kwamba tutakuja kuzungumza huko? Akaniambia si una maisha yako na mahusiano yako? Nikamwambia rafiki yangu, sio kwamba nimechukia. Unaweza ukanieleza nini kilichotokea? Ilikuwaje mpaka mkadeti na ukambebea ujauzito? Wewe ndio uliniambia huyu mbaba kwa nini anakuzungusha? Kwa nini ampate muda wa faraga? Kwa nini muda wote kwenye masuala ya mapenzi anakukwepa? Atakuwa na matatizo huyu, hana nguvu za kiume. Hizo nguvu za kiume mpaka ukupa ujauzito kazitoa? Rafiki yangu ananiambia
kama unataka nikuelezee sawa, naweza nikakuelezea, lakini ujue mimi sasa hivi niko na hii hali, sipendi sana kuongea. Wewe unajua sipendi sana kuongea. Nilikuwa natafuta lini naweza nikakueleza, lakini nilikuwa najua siku itafika utajua. Yaani unajua natembea najua kuna siku utajua, kwa sababu hivi ni vitu haviepukiki. Kama sitakwambia mimi, yuko mtu atakueleza, kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa anataka kutafuta kukueleza, ila nilimkatalia. Nilimwambia sio wakati sahihi. Nilitabasamu nikamwambia, "Mmeanza lini rafiki yangu? Na unampenda?" Unajua nashangaa. Namuuliza, "Na unampenda?" Mimi mwenzenu jamani, mimi mwenzenu. Nakutana na mambo gani haya? Akaniambia, mimi huyu mbaba nilikueleza siku zile tulikutana, nilikuwa nimemkuta yuko na mdada mmoja. Ndo tulibadilishana mawasiliano. Na yeye ndo alikuwa akinipigia. Amenipigia akaniomba appointment tuonane. Na mimi nilikuwa najua anataka kujua kuhusu wewe. Nikamwambia, "Kwa nini alivyokuomba appointment hukuniambia?" Sasa Batuli, nikwambie vipi wakati mtu mlishaachana naye na wewe unataka kusikia habari zake? Nikamwambia, "Kwa hiyo ulienda kuonana naye yani kama ni shemeji yako, ni mtu unayemfahamu?" Ni mtu ambaye namfahamu. Nimefika pale akanieleza namna ambavyo aliumia na namna ambavyo ulimdisappoint, lakini namna ambavyo alivyoniona siku zile pale akatokea kuvutiwa na mimi. Yani kwa hiyo mlivyokutana pale barabarani ndo alivutiwa na wewe? Yes, ndo alivutiwa na mimi. Unaona? So tukaanza kuchat, mimi nikamwambia hapana. So kuna siku tukapanga, tukaenda tukala, tukanywa. Eva kanipeleka kwake, tukaongea mambo mengi. Na naweza nikasema ndo kama safari ilianza hapo. So tumekutana siku ikatokea, tukapata muda wa faragha. Yani from katika mazingira sivyo ndo nikashika ujauzito. Nikamwambia rafiki yangu, hivyo yani yuko sina kingine Batuli naweza nikakwambia. Yani sina, sio kama mimi sijui nimekaa na huyu mwanaume sijui imekuwa, yani nakwambiaje, I don't know, maybe stress. Wenye rafiki yangu unajua situation nayopitia kwa sababu ya mahusiano, sijui yule baba aliniambia kitu gani mpaka nikajikuta nakuwa interested, nikajikuta nimefanya hivyo na nimepata ujauzito. Na nikwambie niwe muwazi kwako Batuli, ule baba sijakutana naye kimwili zaidi ya mara 2. Ni mara 2 tu. Jamani, mimi niko Mungu wangu jamani, niye duniani hapa. Namwangalia rafiki yangu. Nikamuuliza, "Kwa mna mpango gani? Ulivyomweleza mara kwanza wewe ni mjamzito alisemaje?" Unajua nilivyokuwa na waza nilikuwa ni tofauti na alivyopokea. Alifurahi sana. Niko, yeah, amefurahi na akanitumia message. Jamani, rafiki yangu kachukua simu. Hii hapa. Kanionyesha. Message hii hapa ndo aliponitumia baada ya kumueleza, hii message ndo alionitumia. Jamani mwenzetu, nasoma message kutoka kwa ex wangu. Ni kweli hatujawahi kufanya chochote. Yani siwezi kuwa muongo, sijawahi kufanya chochote na huyu mbaba. Message ndo naiona hapa. Mimi ninaisoma hiyo message. Huyu mbaba anamwambia, "Baby, umeniambia habari imefurahisha moyo wangu. Nakupenda na natimiza kila kitu ambacho nilikwambia. Ujue ninakupenda." Mimi hapa nimezalishwa na huyu mwanaume, alichoniahidi hajatimiza. Niko hapa. Nikamwambia rafiki yangu, "Kwa hiyo unampenda?" Akasema, "Siwezi kuelezea chochote, lakini nimeona ni bora nitoe kitu kilichoma moyoni mwangu kwa sababu kilikuwa kinanitesa. Najua hujafanya naye chochote kwa sababu aliniambia. Najua ni mwanaume ambaye aliamua kumove on na maisha yake na wewe ndio ulipenda hivyo. Na ni kweli sikupaswa kuwa naye, sikupaswa, na mimi ndio maana nakueleza mazingira yalivyotokea. Najua unaweza ukanielewa."
Hivi unaweza kweli ukawa na ujasiri wa kuzungumza kama rafiki yangu hivi anavyozungumza na mimi? Haya, utaniambia kwani mimi najali nini? Si ni ex boyfriend, najali nini? Hivi binadamu ndo tuko hivi? Namwambia rafiki yangu, hivi una akili timamu kweli? Una akili timamu kabisa? Akiniambia unaona, unaanza mambo yako. Unataka kugombana na watu wangapi? Utagombana na watu wangapi kuhusu wanaume? Nikamwambia nimegombana na mwingine yupi? Yaani sendesi ananiambia mara ya pili sasa. Yes. TikTok Capital E. Habari ulimwenguni. Shida hili bwana tuasili kwa kiasi kikubwa sana, maji ya shida, tunaumwa UTI